Huyu mwamba alipiga kelele kwa hasira, kwa sababu alijua kuwa baada ya muda mfupi angegeuka kuwa zombi, lakini alitamani sana kumlinda mtoto wake. Mtoto huyo alikuwa na umri wa miezi mitatu tu. Sasa angewezaje kufanya hivyo ilhali tayari alikuwa anaelekea kuwa zombi? Jamaa akafikiria kujichoma kisu ili amalize mateso yake mapema, lakini alipomtazama mtoto wake mchanga akaamua kujizuia. Moyo wake haukumruhusu kufanya hivyo. Kisha akaweka kipima muda cha masaa 48 kwenye saa yake ya mkononi. Alikuwa na masaa 48 tu ya kutafuta mtu ambaye angeweza kumlea binti yake, kwa sababu muda huo ukipita angegeuka rasmi kuwa zombi. Baada ya hapo akaendelea na safari yake. Njiani mtoto aliendelea kulia sana, kwani alikuwa amemiss mama yake. Sam akatoa manukato ya mke wake kutoka kwenye begi lake na kuyanyunyiza hewani. Mara moja mtoto akatulia, kana kwamba aliitambua harufu ya mama yake. Sam akaendelea na safari. Mbele kidogo akamwona zombi akimjia. Wakati huo huo akamwona msichana mdogo aliyekuwa akiitafuta familia yake. Yule msichana akachoma mkono wake kidogo ili harufu ya damu imvutie zombi yule, kisha wakaongozana pamoja. Baada ya muda mfupi wakaona gari aina ya van lililojaa chakula nyuma yake. Karibu na gari hilo kulikuwa na jamaa mmoja akichimba kaburi. Sam akamuuliza, "Je, unaweza kumtunza mtoto wangu?" Yule jamaa akageuza shingo yake polepole. Kumbe hata yeye alikuwa ameambukizwa na muda si mrefu angegeuka kuwa zombi. Ilikuwa wazi kwamba alikuwa akijichimbia kaburi lake mwenyewe. Sam akaelewa uamuzi wake na akaendelea na safari. Muda mfupi baadaye akasikia mlio wa risasi. Jamaa yule alikuwa amejua. Baadaye Sam akamwona akiwa amekaa chini, bunduki ikiwa mkononi mwake. Sam akachanganyikiwa sana na kuanza kujiuliza kama naye ajitoe uhai. Lakini alipomtazama mtoto wake, akamwona akicheka kwa furaha. Bunduki ikaanguka kutoka mkononi mwake. Sam akaamua kwamba hataacha mtoto huyo mpaka ampatie mahali salama. Hata hivyo, muda wake ulikuwa umebaki mchache sana.